Allah subhanahu wa ta'ala alisema katika sura Maida aya ya 55 akasema inna hizbullahi humul ghalibun, kwa kweli jeshi ya Allah ndio linaenda kufuzu, ndio linaenda kuwa juu. Angalia Marekani alimvamia ndani mu Irani, nini kilichopo? Nini kilichopo? Wewe ndugu yangu Muislamu asiache kusumbua na kukupoteza sijui wale siasa huwa nini, wana shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kuna kiasi kikubwa ambayo wamezidi hao makufaru. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Mzee Yasini nimerudi. Ndugu zangu wote ulimwengu mzima, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nawashukuru sana kusikiliza na kutizama TV GOTV, na nawahusia sana muendelee sana na kusikiliza, kwa sababu ndo imebaki na haki peke yake ulimwengu mzima. Kwa hiyo nawahusia sana wale waliotoa shahada mkawa Waislamu na mkashuhudia kwamba apasai kuabudiwa kwa haki ni Allah pekee. Nawahusia sana kufikiria sana kusoma Qur'ani na kuangalia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kiliopo kwa sasa. Sasa hivi wana demokrasia wamemaliza ulimwengu wote, wamewaharibu, wamewaangamiza ulimwengu wote ulikofikia kwa sasa. Uadilifu amna, isipokuwa tu vyenye wanataka ndo wanafanya, vyenye ambayo na faida navyo ndo wanafanya. Walisaziacha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mitume alayhi salatu wassalam. Hakuna amani yoyote itakayopatikana katika ulimwengu huu tusiporudi katika unabii. Nawaambia ulimwengu mzima, tusiporudi katika unabii hakuna amani. Ingawa mnaona majengo yanajengwa, mabarabara yanatengenezwa, nini vinafanyika, unafikiri kwamba ndio maendeleo. Hayo sio maendeleo. Kama mtu analala kwenye milango 5-6 hana amani. Akitaka kufika kwake, ukifika hivi kwenye mlango wa geti lake, anaangalia huku na huku, ana amani, anataka wafungua haraka aingie. Hiyo si amani. Allah subhanahu wa ta'ala alituambia sisi tumwabudu yeye peke yake na tuwafuate mitume wake, hapo ndio tutakuwa na amani. Kwa hiyo harifa na khilafa, serikali ya Uislamu ambaye inayokuja kwa sasa, ambaye imeishaota, kwa popote pale ulipo, fungua akili zako. Uislamu unarudi, ndio Uislamu ndio ulikuwa unaongoza ulimwengu. Ukatekwa na wenye demokrasia, watu wakafikiri chenye wameleta ndio kitawasaidia, kumbe wanazidi kuangamia. Kwa sasa naongea na kugombana wanajeshi wenye wanagombana, wenye walikamata silaha. Nyinyi mnanijua kwa wakati huu, na sana najaribu kuwasaidia nyinyi wenye wakamata silaha. Mlikamata silaha kwa sababu ya kutaka haki. Hakuna haki pa kutokea kwingine katika ndani ya demokrasia, isipokuwa tu haki inaenda kutokea katika Qur'an na Sunna. Qur'ani nilishawaambia kwamba ndo constitution ya ulimwengu mzima, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wa mwisho Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aliyokuja katika nyayo za wenzake wote, namna alivyofundisha. Tusipoenda hivyo hakuna amani katika ulimwengu. Damu zinaenda kumwagika na zitamwagika mpaka mtakapoelewa. Mimi kuna wakati wanasema huyo ni mzee wa damu. Mzee wa damu, Allah alisema hivyo. Mtakapokuwa mmekataa, mmeziba masikio, ni damu kumwagika, kifo, mpaka mtakapofungua masikio mkaelewa kwamba kilichoko. Allah alisema kama hujajua dini Uislamu, hujapenda kuingia katika dini, toa jizya. Akawaamurisha Waislamu wakulinde wewe na mali zako na watoto wako, wasikuzuru hata kitu. Sasa unagombania nini? Kwa sasa hivi wewe mwanajeshi mshika silaha, unataka haki isimame. Itasimama kupitia wapi? Na mtu ameisha kuambia yeye kama yeye anavyotaka na anataka vifanyike. Wewe sasa hivi mama yako, babu yako, mke wako, mjomba wako, wote waliko pale wako wanalia, wako kwenye tabu. Kodi zimekuwa kodi,
kila chenye anaenda kuuzisha wanamdhulumu, alafu chenye anaenda kununua anadhulumiwa tena. Kuna amani gani? Kwa hiyo wagombanaje wote na wenye wanajiandaa kuingia katika jeshi, tuingie katika jeshi la Uislamu. Hapo ndo amani inaenda kupatikana kiwepesi. Kwa mfano kwa sasa hivi Wakongo huko waliko walisapewa cha kufanya, walianza kuuawa, wanakufa sana, wanajiuliza tunakufia nini? Baada ya hapo wakaambiwa kwa sasa hivi kilichoko ni Uislamu. Kama unakubali Uislamu umeshakuwa salama, ukatoa shahada ukawa Muislamu. Kama hujatoa shahada, hujabielewa, toa jizia, ndio itakuwa amani. Alafu tena unasikia tena mipango inafanyika kwenda kugombanisha Waislamu. Waislamu hawagombanisi kwa sababu wale ni majeshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alisema sura ya 5 aya ya 55 inaitwa surati Maida, alisema jeshi lake ndio linaenda kufuzu. Hamtaweza kuonekana kwamba mnaweza kumaliza jeshi la Uislamu, isipokuwa tu wewe mgombanaji sasa hivi yunga katika jeshi la Uislamu ili uonekane unafikiza lengo lako. Kuna walioingia katika jeshi kwa kutaka haki, kuna walioingia jeshi kwa kutaka kupata mali, upata amani. Lakini mali gani unayoipata? Unatumikia miezi 4 wanakulipa mmoja, alafu utakapoenda kununua mahitaji yako hazikutoshi. Hata wangekulipa zote miezi 4 hela hazikutoshi, ni pesa za kidogo. Lakini halifa mwenye anayekuja anakuja na utajiri wa ulimwengu mzima, atashindwaje kuwalipa kwa popote pale ambaye mmeshafanya kazi, wenye ambaye mnatumikia pesa? Lakini sana jeshi la khalifa lote lilioko wanapenda sana kuingia katika majeshi yake, lakini target zao hawaangalie misala, lakini yuko tayari kuwalipa wenye ambaye wanataka kulipa, kwa sababu ni utajiri wa ulimwengu mzima. Kingine nataka tuelewane bandugu. Kuna siku moja katambii yangu ya mwisho ambaye nikaongea katika wasia. Niligusia katika wasia, nikaonyesha kwamba ulimwengu wenye demokrasia makafiri wanagombanisha Uislamu na wanaua Waislamu, na siwaue kwa kitu kingine isipokuwa tu au wauawe kwa isipokuwa kitu kingine, na kuvamia mataifa yao. Wanajaribu kuvamia kwa sababu wana shahada. Nikaongelea neno baada ya kusema shahada la ilaha illa Allah, nikaongezapo neno Muhammadur Rasulullah. Eti walimbia wasia na wenyewe wanaongea hivyo. Hapo niliteleza kama chiwumbe. Kwa kweli wasia wao wana shahada nusu, wanaishia kwenye la ilaha illa Allah aliyu waliyullah. Hapo mimi ndo niliteleza nikasema Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo naomba turekebishe vizuri. Sana wana daula. Hapo niliteleza kama kiume. Nilitaka tu kuongea kile. Wenyewe wanagombanisha la ilaha illa Allah. Wanataka wao ndo wanaabudiwa. Sheria zao zenye wanaweka ziwe ndo zinafuatwa. Sheria za Allah zisisimame, zifutwe kama namna zilivyokuja zimelaliwa miaka mingi. Kwa hiyo sasa halifa amekuja na kuinua kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mtume wa mwisho. Kwa hiyo ndugu zangu, hapo ndo nilitaka na kwenyewe tukaparekebisha vizuri. Niliteleza kama kiumbe. Nilitaka kusimamia pale kwenye la ilaha illa Allah. Wanagombanishwa kwa sababu ya kutaka kumpekesha Allah. Ndio maana yake nikateleza, nikaweka Muhammad Rasulullah. Kumbe wao adhani yao hata wakiwa adhani wanasema la ilaha illa Allah ali waliyullah. Haitowezekana kuwa Waislamu kwa sababu hawana Muhammadur Rasulullah. Hawana Muhammadur Rasulullah. Ingawa yule anaogombanisha, lakini na wenyewe wanafanana, sio Waislamu. Uislamu bado kabisa. Ingawa na ile la ilaha illa Allah, lakini la ilaha illa Allah haieleweka kwa sababu haina Muhammadur Rasulullah. Mafundisho wanayatoa wapi? Wanayotumikisha, wanayofuatilia. Kwa hiyo hapo ndo nataka tuelewane. Niko naendelea na wagombanaji. Wagombanaji kwa leo, wewe fikiria kwenye akili zako. Umeamrishwa na nani kwenda kugombanisha Waislamu? Alafu Waislamu alioamrisha kugombana na wewe kwa sababu ulikataa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulizikataa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, itabidi ugombanishwe mpaka utakapokubali sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliyekuumba, anayobeba sasa hivi pumzi zenyewe unapumua. Wewe mjesi na silaha yako hiyo kubwa waliokufundisha au kashira kako kadogo uliokukamata, unavyojiamini kwamba una nguvu. Hizo nguvu zote zinatoka katika Allah subhanahu wa ta'ala.
Kuna wengine akili zenu zinawaambia wakati mwingine mmekaa huko na Mungu mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala hamjui. Na hamjui kwamba huu ulimwengu uliwekwa. Hebu nataka nikuulize swali tu kidogo. Wewe mke wako ukimkuta na mwanamume mwingine, ni nini kinachofuata pale? Wewe ndio ulimuumba? Wewe ndio ulimkuza? Sikia sasa. Leo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye kutaka kuabudiwa pekee yake, sheria yake inasema Uislamu maana yake ni kufungua kifua chako, ukajisalimisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukasaini kufanya alivyoamrisha na ukasaini kuacha alivyozuia. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliamrisha kumwabudu yeye pekee yake. Hakuna kumshirikisha na kitu kingine, na alichozuia hataki kumshirikisha na kitu kingine. Kwa hiyo wewe sasa hivi unamwabudu Allah. Kama haumwabudu Allah, aliniamrisha mimi nikwambie umwabudu Allah pekee. Utakapokataa, aliniamrisha nikugombanisha. Sasa wewe unavyogombanisha Muislamu, unamgombanisha kunini? Nani alikuamrisha? Tunaona uko katika sheria za kitwaguti, sheria za wa demokratiki, washirikina peke yake wanataka kusimamisha sheria za shaitani za Iblisi. Hatutokubali. Na nawahusia wote wakamata silaha, mgeuze mitutu tuwatoe hao, na watatoka tu. Hata msipoigeuza tutawamaliza, mtaisha tu. Waislamu sisi tulisasimama popote pale. Naomba Allah mimi anifanyie wepesi nipate pa kupita na mimi niwakute kule. Mutazimika, mnataka hamtaki, sheria za Allah zitaongoza ulimwengu. Juzi tumesikia Museveni anasema ile ni dongo la washita. Eti washita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyo jamaa akili zake azifanye vizuri. Cha kwanza anajiita msita, ni dongo la wasita. Wasita wangapi ambao wameshazikwa katika lile dongo? Wameza. Hawajigeuza hata kidogo. Yeye anafikiri ni nini? Ni nani? Ni nani na kifo kimemsubiri? Anasema haitowezekana kamwe. Kunani? Anakunywa maji ya Allah, anapumua pumzi za Allah, anajiita nani? Ukiona miti inazunguka juu hivi inayumbishwa, unasema upepo wa mingi. Lakini nani anajua rangi ya upepo? Nani anaweza kaongea rangi ya upepo? Wewe Museveni, kwa akili zako unaweza kutuambia rangi ya upepo? Akili zako zinakuambia hakuna aliyekuumba wewe. Muda wote unaondoka. Ila na wahusia watoto wa Museveni na wajukuu wake, muwe makini, mumkalishe baba yenu na babu yenu huyo, mumkalishe vizuri, mumweleweshe atoke katika Waislamu, atoke katika Uislamu. Na nyinyi wenyewe mnaenda kuangamia, isipokuwa tu na nyinyi msilimu na mkubali Uislamu wa kweli. Sio huu Uislamu wa kina Kamoga. Uislamu wa kweli ambaye uko katika Qur'ani na Sunna. Na wahusia nyinyi katika jukuu wa Museveni, mkae chini msome Qur'ani. Qur'ani imetafsiriwa katika Kiswahili, imetafsiriwa katika Kiingereza, na vitabu vya Uislamu. Muangalie Uislamu na ubaya gani? Uislamu unalinda damu za watu. Uislamu unalinda mali za watu. Uislamu unalinda heshima za watu. Uislamu unalinda ubongo wa watu. Uislamu unalinda kizazi cha watu. Angalia leo zina inayofanyika. Mwanamke na mume wake amemzalia watoto 5, wanafanana kama amemzalia, lakini 2 ni baba yule mwanamume. Wengine 3 ni baba wanaume wengine. Ni nini Museveni anayofanya kwa sasa hivi? Kwa hiyo ndugu zangu, na wahusia Museveni, Uganda yake mwenyewe imemsinda, alafu amekuja amekwenda kupumbaza wa Kongo, eti atawanusuru. Museveni hataweza kunusuru wa Kongo, hususan wa Kongo. Nazidi kuambia Museveni hata wanusuru. Museveni anazidi kuangamiza. Mipango yote mnayofanya kumalizia Waislamu, itatokea siku moja mtakuja kuteleza. Siku moja mrudie kuua watoto wa Waislamu na wanawake wa Waislamu na Waislamu, ndio mtakuja kuona sasa kitakachotoka mle, kwa sababu Waislamu walisaruhusiwa kufanya kiswasi. Bitanuka vijiji, mtazika na mtachoka kusindwa kuzika. Kama hamjachoka kuzika, mtazika Wakongo mtoke katika Waislamu, mkubali Waislamu walichowaambia. Waislamu waliwaambia mtoe shahada mkuu wa Waislamu. Kama hamjaweza kujua Uislamu wengine, mtoe jeto, muwe na amani. Kama sio hivyo, tabu, kifo, kuzika, na wengine mtasindwa kuwazika. Mimi nawaambia Mzee Mahmudu, hayo ndio ya kwangu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulimwengu mzima.